So tense number 10, tupo katika mwendelezo wa tense. This one is future continuous tense, huwa inaleta maana jinsi ya kusema nitakuwa ninafanya kitu fulani. But today's lesson, this one is negative, jinsi ya kukataa au kukanusha, jinsi ya kusema sitokuwa ninafanya kitu fulani. So kama unataka kusema sitokuwa ninafanya kitu fulani, hatakuwa anafanya kitu fulani, hatakuwa anakula, hatakuwa anaandika, hatakuwa anasikiliza, use this way. This one is statement form, mfumo wa maelezo. Tutakwenda kuangalia jinsi ya kusema sitokuwa ninafanya kitu fulani, and this one how to build a question, mfumo wa kutengeneza maswali. Tutakwenda kuangalia jinsi ya kuuliza maswali, jinsi ya kusema je, hautakuwa unafanya kitu fulani, kwani hatakuwa anafanya kitu fulani. Tutakuja kuangalia pia jinsi ya kujibu. So kama unataka kusema sitokuwa ninafanya kitu fulani, we say I, and we use with the word shall. You, they, she, and it, we use it with the word will. Then we add not, tunaongeza pale not, right? We change our affirmative sentence into negative by adding not after helping verb. Tunaongeza not pale mbele ya helping verb, right? After the word not, we add be. Then we take a verb from continuous verb. So kama ulifuatilia somo la nyuma, tuliangalia katika mfumo wa maelezo, baada ya kiwakilishi inafuata shall, baada ya shall be, baada ya be tunachukua kitendo katika continuous verb. So today tunakanusha kwa kuongeza not. Ukiongeza not unakuwa umekataa baada ya shall or will. So we say I shall not be, sitokuwa ninafanya kitu fulani. You will not be, they will not be, he will not be, she will not be, it will not be. Ili kamilike jinsi ya kusema hatakuwa anafanya kitu fulani, sitokuwa ninafanya kitu fulani, hawatakuwa wanafanya kitu fulani, take a verb from continuous verb, right? I shall not be learning, sitokuwa ninajifunza. They will not be singing, hawatakuwa wanaimba. She will not be writing, hatakuwa anaandika. So hivyo ndivyo jinsi ya kusema sitokuwa ninafanya kitu fulani. So tuna contraction ambao native huwa wanatumia sana. Kama ukielewa contraction utakuwa mzuri katika kusikia, na kama utatumia contraction utakuwa mzuri katika kuongea, right? So contraction ambazo zinafanyika tushakushaangalia. Shall not, will not. Shall not huwa inabadilika inakuwa shan't, will not inakuwa won't. Contraction ya shall not ni shan't, contraction will not ni won't. So we say I shan't, you won't, they won't, he won't, she won't. I shan't be writing, sitokuwa ninaandika. You won't be singing, hautakuwa unaimba. They won't be learning, hawatakuwa wanajifunza. So we contract by changing shall not will be shan't, will not will be won't. Kama utaka